Alianza kwa dharau za kawaida. Mke wangu, nipikie chakula cha kazini. Sina muda wa kupika mimi, nina mambo mengi ya kufanya. Akazidi kumdharau mumewe kwa kukaa mbali naye na kuchati muda wote. Mumewe akamfumania. Akamuingiza mumewe kwenye mtego wa kutekwa na mchepuko. Kisha mchepuko akamwambia maneno haya kabla ya kumuua. Nilitamani ufe, lakini nikagundua kutamani ya kutofanya wewe kufa. Ni lazima nichukue hatua sasa. Siri ikafichuka juu ya mauaji haya. Ndugu zangu, nisameheni kama nimefanya makosa, lakini kama nikipotea au kufa ghafla, tafuteni majibu ndani ya flash hii. Kabla ya kuanza hadithi hii, gonga like mwanangu, gonga kabisa. Kisha niambie kwenye komenti umependezwa na nini kwenye hii hadithi. Bila kupoteza muda, tuanze. Sauti ya mpigaji gitaa wa mtaa wa Mwananyamala ilipenya kupitia madirisha ya nyumba ya kupanga. Dani alikuwa amekaa sebuleni, meza ya plastiki mbele yake ikiwa na chai iliyoisha joto. Macho yake yalikuwa yamejaa fikra nzito, akimtazama mke wake Ana aliyevaa gauni jeupe, akitizama video kwenye simu yake, huku akicheka peke yake. Dani alitabasamu kwa mbali, lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa na maswali mengi. Alimuita. Ana, mbona siku hizi hunijali sana, huniandalii chakula changu cha kazini? Aliuliza kwa upole, akiwa anavuta pumzi ya kina. Ana alitazama juu, akipiga kijicho. Unaumwa na njaa? Si nilikwambia upike mwenyewe siku hizi, nipo bize sana. Dani alinyamaza. Ilikuwa sio mara ya kwanza kusikia jibu kama hilo, lakini leo lilimuumiza tofauti. Tangu Ana apate kazi ya kuuza nguo Kariakoo, tabia yake ilibadilika. Akili yake ilianza kuchanganywa na manukato ya bei ghali, marashi ya wanaume wa mjini na vicheko vya video za WhatsApp visivyoisha. Baada ya sekunde kadhaa, mlango uligongwa. Dani alinyanyuka taratibu. Alifungua na kukutana uso kwa uso na kijana mmoja mrefu, mwenye mionekano ya kistaarabu, suruali ya kitambaa na t-shirt. Samahani bro, Ana yupo? Aliuliza kijana yule, bila hata kumwangalia Dani usoni. Dani alikodoa macho. Wewe nani? Ni jamaa yake wa kazi Kariakoo. Kuna mzigo wake amesahau kazini. Jibu hilo lilitosha kuuvuruga moyo wa Dani. Ana alikuja haraka, macho yakiwa na woga wa siri, lakini alijitahidi kutabasamu. Asif, mbona umeleta hadi hapa? Si nilikwambia nitaipitia kesho? Nilikuwa napita maeneo haya, Asif alijibu, macho yake yakipenyeza ndani ya nyumba kana kwamba alitaka kuona zaidi ya anachopaswa kuona. Dani alijaribu kujizuia, lakini sauti yake haikuficha hasira. Haya mambo ya kuleta mizigo hadi kwa mume wa mtu sio ustaarabu bwana. Asifu alitabasamu, tabasamu lililojaa dharau iliyopakwa upole. Pole kaka, sitarudia. Alipoondoka, Dani alibaki amesimama mlangoni akimwangalia Ana kwa macho yaliyojaa maswali mazito kuliko siku zote. Ana alimtazama na kusema kwa sauti ya ukali, usianze kuleta mambo yako ya wivu hapa nyumbani. Huyo ni jamaa wa kazi tu. Lakini moyo wa Dani haukukubali jibu hilo. Usiku huo, alilala kitandani peke yake, Ana akiwa sebuleni akicheka na simu yake hadi saa 9 usiku. Alijua kuna jambo linaendelea, lakini hakujua kuwa hilo ni toleo dogo tu la msimu wa maangamizi. Mwanzo na mwisho wake ulikuwa unachorwa kimya kimya, kwenye vicheko vya Ana na hatua za Asif. Lakini Dani hakuwa mwepesi. Alianza kuchunguza. Na kilichoanza kama mashaka ya mume, kiligeuka kuwa vita ya nafsi ndani ya mwili wa Dani. Siku iliyofuata, Dani aliamka mapema, kabla ya jua kuchomoza. Alivaa suruali ya jeans na tisheti ya kijivu, akaweka daftari dogo mfukoni. Lengo lake halikuwa kwenda kazini kama kawaida. Leo alikuwa na mpango tofauti, kufuatilia mienendo ya Ana. Alimwacha Ana amelala, akazima simu yake na kutoka kimya kimya. Alijua kuwa Ana huwa anaondoka nyumbani saa 2 kamili asubuhi kwenda Kariakoo, lakini kwa wiki kadhaa sasa, amekuwa akirudi jioni akiwa na marashi ya kigeni na pesa zisizojulikana zilikotoka. Dani alisimama kona ya mtaa, akisubiri. Saa 2 kasorobo, Ana alitoka akiwa amependeza ajabu, gauni fupi lenye miraba mirefu na viatu virefu vya ofisini. Alijipulizia manukato, akaingia kwenye bajaji aliyokuwa ameagiza. Dani alichukua bodaboda na kumfuata kwa mbali.
Haikuchukua muda kugundua kuwa Kariakoo sio alikoenda. Bajaji ilipitia mtaa wa Makumbusho, ikazunguka hadi eneo la Kinondoni na kusimama mbele ya hoteli ndogo ya kificho yenye jina lililofutika kutokana na uchakavu wa muda. Dani alishuka kwenye bodaboda kwa mbali na kujificha nyuma ya kibanda cha wakala. Alimuona Ana akilakiwa na Asif, yule jamaa wa mizigo. Walikumbatiana kana kwamba wameishi pamoja miaka 5. Kisha wakapotea ndani ya hoteli. Dani aliketi chini akijitahidi kuzuia machozi. Uvumilivu wake ulikuwa umevunjwa. Alirudi nyumbani akiwa na huzuni, lakini pia na mpango mpya wa kuchunguza kila kitu kwa kina. Alitaka ukweli wote, hadi ukweli wa mwisho. Baada ya kugundua usaliti, Dani hakuvaa huzuni kama vazi la kuonekana. Aliamua kutulia, kucheka kama kawaida na kuwaona wote kana kwamba hana habari. Alijua kuwa haraka ni sumu kwenye mipango ya ukweli. Alikuwa mwerevu zaidi ya walivyodhani. Alianza kuchunguza simu ya Ana kila alipopata nafasi. Akagundua majina ya bandia kwenye orodha ya simu: Beatrice, mama wa stationery, chizi wa pwani, majina yaliyokuwa na ujumbe wa mapenzi wa kutosha kutikisa moyo wa mwanaume yoyote. Siku moja Ana alisahau simu ikichaji sebuleni. Dani akaichukua na kufungua WhatsApp. Aliona voice note kutoka kwa Asif. Leo usiwe na shaka, nimemalizana na mama mwenye nyumba. Chumba cha nyuma kipo. Kesho tutakutana saa 3 kama kawaida. Ukichelewa, nitakuonyesha jinsi ya kuadhibu wanawake wenye waume zao. Nitaipiga mpaka ilie. Macho ya Dani yalitoka machozi. Aliituma voice note hiyo kwenye simu yake ya pili ya kizamani aliyokuwa anatumia kama kumbukumbu. Ushahidi ukawa umekamilika. Jioni ile alirudi nyumbani, Ana akiwa anapika wali na samaki. Dani alitabasamu akamkumbatia. Mpenzi, nimekupa muda sana usiku wa leo. Nataka tuketi tuangalie sinema tu kama zamani. Ana alikubali kwa tabasamu, lakini ndani ya moyo wake hakuwa na amani. Dani alianza kuwa kimya sana. Na kimya cha mwanaume mwelevu ni harufu ya mvua ya radi kali na mawe. Ilikuwa usiku wa Jumamosi. Dani alikuwa amekaa sebuleni na redio ikiwa inacheza taarab kwa sauti ya chini. Ana alikuwa chumbani akijiandaa kwa kikao cha harusi alichosema kinafanyika kwa rafiki yake Sinza. Lakini Dani alikuwa tayari kashaandaa mpango. Alikuwa ameweka kifaa kidogo cha kurekodi sauti kwenye pochi ya Ana. Alinunua kifaa hicho kwa msaada wa rafiki yake wa zamani aliyekuwa fundi wa vifaa vya usalama Kariakoo. Alipomsindikiza mke wake mlangoni, alimkumbatia na kunong'ona, safari njema mpenzi, usichelewe. Aliporudi ndani, Dani alifungua redio na kuketi kimya. Dakika zilipita haraka mara masaa. Saa 6 usiku, Ana hakurudi. Saa 8 bado hakuwa nyumbani. Asubuhi, kabla ya kurudi, Dani alikuwa tayari amekopi mazungumzo yote aliyorekodi, kila sauti, kila kilio cha raha, kila matusi aliyomtaja mume wake kwa Asif. Alisikiliza kila kipande huku akitetemeka kwa hasira, lakini hakuangua kilio. Alinyamaza. Alimeza maumivu yake kama mtu aliyemeza ugali wa moto. Wakati Ana aliporudi, Dani alitabasamu. Karibu nyumbani mama. Harusi iliendaje? Ana alitetemeka. Ilienda vizuri tu. Kulikuwa na watu wengi. Dani alinyamaza. Alijua sasa sio tu kwamba alisalitiwa, bali alikuwa anaishi na mtu aliyejificha nyuma ya sura ya upendo. Lakini bado hakufanya chochote. Alikuwa na mpango mkubwa. Na huo mpango ulikuwa haujaanza hata kidogo. Miezi 2 ilipita. Dani alibaki mpole, mtulivu, lakini hakuacha kuchunguza. Alianza kuwaandikia ujumbe ndugu zake wa karibu, hasa kaka yake mkubwa, kuwa likitokea jambo lolote la ajabu, wasimwangalie Ana kama mwanamke dhaifu, bali watumie akili kutaka kumjua. Aliandika barua moja nzito, barua ya ushahidi. Akaiweka kwenye jalada lenye nakala za voice note, picha za hoteli aliyowahi kwenda Ana, na ujumbe wa WhatsApp. Akaificha kwenye kabati lake la nguo za zamani. Alijua siku moja inaweza kuwa ni silaha ya mwisho. Siku moja, akiwa anakula chakula na Ana alinyanyuka kwenda jikoni. Simu yake iliita. Dani alichukua na kuona ujumbe. Natamani hata leo nisikie mumeo kafa, tuishi wote. Dani hakushtuka sana. Alitabasamu. Akajua mwisho umekaribia. Si wa ndoa tu, bali huenda mwisho wa maisha.
Aliamua kitu kimoja, kuingia kwa Asif uso kwa uso, mwanaume kwa mwanaume. Lakini hakujua kuwa alichokuwa anakwenda kukutana nacho hakikuwa mwanaume tu. Alikuwa anakwenda kukutana na adui aliyeshajipanga kumwondoa duniani. Na pale Mwananyamala, kwenye kona ya giza ya mtaa wa Suna Road, msiba wa kwanza haukuwa wa Dani tu, bali msiba wa mtu aliyempenda mwanamke na kumpa imani kwa upendo wa kweli. Wakati mwingine adui yako si yule anayekuchukia, bali anayekupenda kwa maslahi. Dani alijua kwamba asipokutana na Asif uso kwa uso, hatopata jibu kamili. Alitaka kuona macho ya mwanaume aliyekuwa akiingilia ndoa yake, japo mara ya mwisho. Alichukua namba ya Asif kutoka kwenye simu ya Ana. Akatuma ujumbe: nataka tukutane mwanaume kwa mwanaume, uso kwa uso, sifi kwa fujo. Naomba nikuone kesho saa 10 jioni, pale kwenye uwanja wa wazi wa Mikoroshini. Asif alijibu haraka: umechelewa bro, lakini njoo. Saa 10 kamili Dani aliwasili na suruali yake ya kaki na shati la bluu. Alikaa kwenye benchi la mti. Dakika chache baadaye Asif alitokea, akitembea kwa madaha kama simba aliyezoea kuwinda. Akaketi kwa ujasiri bila aibu. Asif, Dani alianza, wewe unajua huyu mwanamke unayemlilia kila siku ni mke wa mtu? Asif alitabasamu, akakaa sawa, kisha akajibu, sawa, lakini usisahau mke wa mtu huibiwa na yule anayemjali zaidi. Maneno hayo yalimuumiza Dani kama sindano ya sumu. Lakini alijizuia. Akasema kwa sauti ya chini, siku moja utamuelewa mke wa mtu ni nini, ila si leo. Dani aliondoka bila ugomvi. Lakini nyuma ya pazia Asif alikuwa ameshajipanga kwa hatua kubwa zaidi. Akampigia Ana usiku ule na kusema, nimeongea na mumeo. Anaanza kushtukia mambo. Naona tukisubiri sana tutachomeka. Na hapo ndipo Ana alitamka kwa mara ya kwanza kwa sauti ya baridi, kama ikibidi afe basi afe. Sina cha kupoteza. Na huo ukawa mwanzo wa mpango hatari zaidi katika maisha ya Dani. Mipango ya kishetani hufanywa usiku, lakini matokeo huonekana mchana. Mpango ulianza taratibu. Ana alianza kumwekea Dani chakula chenye ladha isiyo ya kawaida. Mara tumbo linamuuma, mara anatapika. Lakini hakuona dalili za kawaida za sumu. Hakuwa anajua kuwa sasa alikuwa akipewa dawa za kisaikolojia zinazolenga kumfanya afarakane na akili zake. Alihisi kuchanganyikiwa. Alianza kusahau vitu, kuona ndoto mbaya usiku. Wakati mwingine alishtuka ghafla, akiwa anapiga kelele kana kwamba alikuwa vitani. Marafiki walipojaribu kumshauri kwenda hospitali, Ana alimshawishi kuwa ni msongo wa mawazo kazini. Lakini Dani hakuwa mpumbavu. Alianza kuweka kumbukumbu ya kila chakula, kila tukio, kila hisia. Alichunguza kila dawa aliyokuwa akipewa. Na usiku mmoja, alijifanya analala mapema. Alimwona Ana akimwaga unga wa kijani kwenye kikombe cha chai aliyokuwa ameandaa kwa ajili yake kesho asubuhi. Alipomshtukia, alifunga macho kwa makusudi. Ana aliondoka sebuleni kwa utulivu, akidhani Dani hajagundua chochote. Dani aliamka usiku na kumimina chai hiyo. Akaiweka kwenye chupa ya plastiki, kisha akaamua kumpelekea fundi wa maabara asubuhi inayofuata. Matokeo yalipokuja, moyo wa Dani ulisimama kwa sekunde kadhaa. Hii ni aina ya antidepressant kali inayoathiri akili ya mtu, humfanya awe na hofu zisizoeleweka, hasira ya ghafla na mawazo ya kujiua. Hapo ndipo Dani alijua hakuwa tu akisalitiwa kimwili pekee. Alikuwa anauawa polepole. Mchepuko si tu anayeiba penzi, anaweza pia kuiba pumzi yako. Dani aliamua kucheza mchezo wa mwisho wa kimya kimya. Alianza kuandika ushahidi wake wote, video, voice notes, majina ya dawa, muda wa matukio, kila kitu. Kisha akatengeneza flash drive na kuiweka kwenye kopo la chai, kopo ambalo Ana hakuwa akilifungua kamwe. Kama kingetokea chochote alikuwa amejiandaa. Lakini usiku mmoja, wakati Dani akiwa kazini, jirani mmoja alimpigia simu kwa haraka. Dani, kuna watu wawili wameingia nyumbani kwako kwa nguvu. Nadhani wamekuja kukuibia au kukufanya kitu kibaya. Mbona wanavunja kabati zako? Dani alishtuka. Alikuwa kazini Salenda. Akaazima bodaboda ya dereva wa kampuni, akapiga mbio hadi Mwananyamala. Alipofika, nyumba ilikuwa kimya. Mlango wake ulikuwa umefunguliwa nusu. Akainama na kutembea taratibu. Akapiga hatua chache ndani,
Ghafla kitu kizito kikampiga kichwani. Giza, kimya, giza, kimya. Siku ukikutana na giza la hila, utajua kuwa si kila usiku unahitaji usingizi. Dani aliamka akiwa kwenye giza, mikono ikiwa imefungwa nyuma kwa waya wa plastiki. Alikuwa ndani ya chumba kisicho na dirisha, sakafu ya zege, taa ya buluu iliyomulikwa juu. Alisikia sauti ya Asif. Niliwahi kutamani ufe, lakini nikagundua huwezi kufa kwa matamanio yangu pekee, ni mpaka nifanye vitendo, na sasa upo njiani kufa. Asif alimsogelea, akamshika Dani kwa uso. Kama mkeo mwenyewe amesema hawezi kuishi na wewe, mimi ni nani nikatae? Macho ya Dani yalikuwa na uhai wa mwisho. Lakini hakukata tamaa. Akasema kwa sauti dhaifu, mwanamume haishi kwa mapenzi ya mdomo, huishi kwa heshima na ukweli. Siku moja utajua maana yake. Asif alicheka. Wewe umezidi kuwa muhenga bana, wewe mshamba kila kitu, ndo maana hata mkeo tunamnyandua. Kisha Asif akaondoka. Na saa chache baadaye, Dani hakuonekana tena. Mwili unaweza kufa, lakini ukweli huibuka hata kwenye kaburi lililofukiwa vizuri. Siku 3 baadaye, mwili wa Dani ulipatikana umeokotwa kwenye mtaro uliopo maeneo ya Mbezi Mtoni, ukiwa hauna jeraha lolote la wazi, lakini damu yote ikiwa imekaukia ndani. Wataalamu walishindwa kuelewa sababu ya kifo. Ana alipokea taarifa akiwa baa. Alilia mbele za watu, akapiga kelele za huzuni, akapewa rambirambi. Lakini ndani ya nafsi yake alikuwa na utulivu wa ajabu. Asif na Ana walikutana usiku wa mazishi. Walikumbatiana wakipanga kuanza maisha mapya. Walikuwa huru sasa. Hawakujua kuwa flash drive iliyokuwa ndani ya kopo la chai ilikuwa tayari imegunduliwa na kaka wa Dani aliyekuja kuchukua nguo za Dani baada ya msiba. Ndani ya siku chache siri zote zilianza kufichuka. Kaka wa Dani aliyejulikana kwa jina la Nuhu alikuwa mtu wa kazi sana, mkimya lakini mwenye akili ya haraka. Wakati wa usafi baada ya msiba, alipokutana na kopo la chai lililokuwa limefungwa vizuri, moyo wake ulimuuma. Alihisi Dani alikuwa ameacha ujumbe mahali. Ndani ya kopo alikuta flash drive ndogo ya kijani. Hakuisema kwa mtu yoyote. Usiku ule, alichukua laptop ya mtoto wake na kuifungua flash drive hiyo. Hakuamini macho yake. Ulikuwa ushahidi wa kila kitu: rekodi za sauti za Ana na Asif, picha za hoteli, majina ya dawa, ujumbe wa vitisho, na hata voice note ya Dani aliyorekodi usiku kabla hajapotea. Ujumbe huo ulisema, ndugu zangu, nisameheni kama nimefanya makosa, lakini kama nikipotea au kufa ghafla, tafuteni majibu ndani ya flash hii. Si ajali, si msongo wa mawazo, ni mauaji. Nuhu alifunga laptop kwa mikono inayotetemeka. Machozi yalimtoka kimya kimya. Alijua kazi ya kaka yake haijakwisha. Ilikuwa imeanza rasmi. Kesho yake asubuhi, Nuhu alitembea hadi kituo kikuu cha polisi cha Oyster Bay. Alimkabidhi afande mmoja mzee mwenye utulivu wa ajabu flash drive hiyo pamoja na maelezo yote. Maofisa wa upelelezi wakaanza kazi kimya kimya. Walichunguza kumbukumbu za simu za Dani, rekodi za miamala ya hoteli, CCTV za eneo la Kinondoni, na hata kamera ya mtaa iliyomwonyesha Dani akivutwa ndani ya nyumba moja usiku wa tukio. Ushahidi ukawa mzito kupita kawaida. Baada ya siku 4 tu, askari waliwavizia Ana na Asif walipokuwa wakitoka mgahawani Mikocheni. Walikamatwa papo hapo. Kwanza walikana, lakini walipoonyeshwa baadhi ya rekodi, macho yao yakawaka. Ana alianza kulia kwa hofu. Asif alijifanya mjanja, lakini rekodi ya voice note aliyotuma mwenyewe ikisema, natamani mumeo afe hata sasa, tubaki wenyewe, ikakamilisha kesi. Haki ya marehemu huishi kwenye midomo ya wale waliobaki. Habari za kukamatwa kwa Ana na Asif zilisambaa kama moto porini. Wananchi walikusanyika mahakamani kusikia kesi ya mke na mchepuko wake kumuua mume wa ndoa. Kila mtu alihisi machungu. Kila mmoja alijiona kwenye viatu vya Dani, mwanaume aliyependana kwa dhati, lakini akapewa kifo badala ya mapenzi. Mahakama ilipokea ushahidi wote. Wakili wa serikali alisimama na kusema, Mheshimiwa Jaji, mauaji haya ni ya kisasa, lakini ya kinyama kuliko hata kuchoma mtu moto. Walimtesa kiakili, wakamharibu kisaikolojia, na kisha wakamfanya aonekane kama mtu aliyekufa kwa msongo wa mawazo. Ana alilia mahakamani. Alitaka kuonekana hana hatia. Lakini wakati Asifu aliposimama na kusema,
Ni yeye alitaka tumuondoe Dani. Nilipinga mara ya kwanza. Watu wote walipumua kwa mshangao. Anna akatetemeka. Alitaka kukataa, lakini sauti ya Asifu ilizika kila hoja. Wote wawili walikosa huruma. Ukipanga kifo cha mtu, jiandae na kaburi lako pia. Hukumu ilitolewa wiki 3 baadaye. Jaji akasema, kwa kosa la kula njama, kutumia sumu ya kisaikolojia na mauaji ya kudhamiria, mahakama hii inawahukumu Anna na Asif kifungo cha maisha gerezani bila msamaha. Kilio kilisikika mahakamani, si cha huruma kwa watuhumiwa, bali cha huzuni kwa Dani, ambaye aliweza kuona kifo chake kikimjia polepole, lakini bado akaamua kutunza heshima ya ndoa hadi mwisho. Anna alipigwa na butwaa. Alijua maisha yake yameisha. Hakuna tena mavazi ya Kariakoo, hakuna tena lipstick za bei ghali. Alibaki na sare ya rangi ya majivu, akilini akiwa na kosa lisilosahaulika, kumuua mtu aliyempenda kuliko familia yake. Asif naye alibaki na chuki ya mtaa mzima. Aligeuka adui wa taifa. Hakuna aliyeamini mwanaume anayeweza kupora mke wa mtu na kumuua mumewe kisha aendelee na maisha kama kawaida. Wema hulipwa na Mungu, lakini uovu hukulipa hapa hapa duniani. Miaka 2 baadaye, gerezani, Anna alipoteza fahamu mara 2 kwa msongo wa mawazo. Asif aliwahi kuchomwa na kijiko cha moto na wafungwa wenzake waliomchukia. Maisha yao yakawa kama sinema ya mateso isiyoisha. Nuhu, kaka wa Dani, alisimama siku moja mbele ya kaburi la mdogo wake, akasema kwa sauti, umetendewa ukatili, lakini umeacha urithi mkubwa. Umenifundisha kuwa sio kila anayesema nakupenda anakupenda, na sio kila kimya ni upole. Kimya kingine ni maandalizi ya msiba. Hadithi ya Dani haikusahaulika. Ilifundisha jamii, sio kila anayesema anakupenda anakupenda wewe, wengine wanakupenda kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.